Videlis Omingo Muchoge, kila siku ya wiki ndani ya Story Yangu, kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My Story, Story Yangu, ndani ya AGR FM. Right, asante sana na karibu tena kwenye meza hii yetu ya leo magazetini kama kawaida, ili tuweze kukujuza yale yaliyomo kwenye magazeti haya. La kwangu hapa ni The Standard, naweza kuniita Edwin Mukaya. Kama kawaida ni Fidel Omoshoge, nikiwa na gazeti la Taifa Leo. Edwin, namkaje? Salama, labda za kwako? Niko sambamba. Najua jana nilikuwa katika mesa ile yangu ya saa Mkatoliki. Na jambo ambalo tulikuwa tunalizungumzia lilikuwa jambo la, kuna wale ambao wanasema kwamba muda wa Mungu ni muda ambao ni mzuri zaidi. God's time is always the best. Yes. Hata wewe unajua tu, unajuanga God's time is always the best. What about your time? My time my time cannot be the best. No, it cannot be the best, but without your time, God's time cannot be the best. But my time also, but without your time, yeah, God's time is the best. But without your time, God's time cannot be the best. Good, you know, God's time cannot be the best without your time. Without my time, yeah. But then, unajua tunaanza hivi. You need to have your time. Your time first. Then God's time comes. God's time will come in. And how can you know that now it's God's time? You cannot know, it just comes. How sure are you that God's time haikukupita kitambo? Mpenzi mtazamaji, ningependa nianze kuangazia gazeti la Taifa Leo. Jana tukiwa katika mpango mzima wa Zamu Katoliki, kuna masuala ambayo tuliangazia na tukayazungumzia kwa bayana. Kama ulikuwa mtu wa kusikia, walisikia. Kwa sababu unajua kuna wale ambao unapata mtu ana miaka 50, baada anangoja God's time ni aolewa mawe. Hujui kwamba God's time unakufikia ukiwa 18. You know, we believe like when God's time inafika, you have to know. Kama unakatoka kuoleka, ikifika unaoleka. Meaning haikufika. Haiwezi fika ndio usijue. Unajua God's time inazafika, upate kwamba umejishughulisha na vitu vingine. Mungu hawezi kuja kuambia Edwin, it's your time. Naam, najua hivi. Ikifika imefika. Hata kama ulikuwa unafanya kazi gani, ikifika imefika. God's time ikifika lazima iambatane na muda wako. Naam, nakuuliza swali moja tusipoteze wakati. Hii ni swala dogo tu. Ikiwa ulikuwa unabarikiwa ukue na gari kesho, ingawaje umeacha kwenda kazi. Tuseme kazi yako iliishi, na maisha utapata hiyo gari. Utaipata. Utapata gari wapi? Utapata gari. Wewe huwezi kaa God's time, you are waiting for God's time. Ununue gari. Hauna hata shilingi moja. God's time and your time lazima ziambatane. Unaenda kanisa gani? Catholic. Gazeti la Taifa Leo ukurasa wa pili wanasema kwamba Mudavadi amshtumu Raila akisema kwamba hatashirikiana naye kwa uchaguzi wa mwaka wa 2022 kwa sababu Raila haaminiki. Huu ni ukurasa wa pili, tutaangazia hayo. Ukurasa wa 6 hadi 7 wanasema kwamba ni jaribio la mtihani. Ukurasa wa 7 wanasema kwamba katika mtihani baada ya Shabal kuhamia chama cha ODM. Ukurasa wa pili wanasema kwamba county zilitumia shilingi bilioni 7.6 wakati wa lockdown ya changa la corona. Ni ukurasa wa pili 11 hadi 14 ni sporti, dimba la sporti. Katika ukurasa wa pili tutaangazia kuna njama, wanasema kwamba kuna wanasiasa wengi ambao wamekuwa wakisema kwamba kuna njama ya kuahirisha uchaguzi wa mwaka wa 2022 ili kuupa wakati, ili kuipa PBI wakati mwema wa kufanyia katiba marekebisho. Hayo tu ndio yameangazwa katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Taifa Leo. Leo ni kama hamna habari zaidi, tutaangazia hayo tu. Naam, gazeti la kwangu hapa The Standard tunaenda kuangazia yaliyomo kwenye ukurasa wa kwanza. Hapa tunaona kwamba Uhuru hawezi komboa chama cha Jubilee, manake wandani wake wameanza kukinzana. Hayo ndo mada ya gazeti la leo The Standard. Kwa lugha ya Kimombo nasema Uhuru wants to save Jubilee as Alice scatter. Hayo tunaenda kuangazia katika ukurasa
wa 8. Vile vile tunaona katika ukurasa wa 6 tunaona kuna tough times, kuna wakati mgumu zaidi kwa kinara wa ODM Raila Odinga kuunganisha wale principals wa NASA katika ule muungano ili waje pamoja, manake mwaka wa 2022 uchaguzi mkuu umeanza kukaribia. Vile vile ukurasa wa 14, 15 tutaenda kuangazia jinsi libraries can survive wakati the digital age. Hayo tutaenda kuiangazia kwa mapana na marefu. Vile vile tunapoangazia yapi yale, tutaenda kuangazia wanaume wanasema hawawi wagonjwa. Men don't just fall sick, they feel unwell. Wanaume hawawi wagonjwa, ni ile tu wanahisi vibaya, pengine niseme. Na vile vile kuna kisa hapa katika ukurasa wa 3, ni kisa cha kufurahisha kidogo, manake kulikuwa na wapenzi wawili wakati ni kazini. Ni kama wewe tuseme kwa mfano wewe na Masi kidogo mlikuwa na uhusiano kidogo, baadaye mtoto ndo huyo. Masi hataki kukupa nafasi uone ule mtoto, anasema mtoto ni wa bwanake manaka ameoleka, lakini wewe mwenyewe unajua pengine mtoto ni wako. Sina hapa muda wao kwa sababu sasa mtoto si ndio hayo tunaangazia kwa kina. Na Edwin, najua wewe lazimisha eti mtoto ni wako, mama ndiye anajua mama mtoto. Naam, sasa ndio wanasema wande DNA. Na manake kuna haja gani? Kwa sababu sasa kuna haja gani? Mama amesema mtoto si wako. Mwanaume anasema mtoto ni wake. Unajuaga pia. Huwa unajua ukishapeana sio kama mwanaume. Kwa hivyo anasema wande wafanye DNA ili wajue wabaini hakika nani baba mtoto. Lakini kidogo yule mwanamke hataki, anasema mimi mwenyewe ndio najua baba mtoto. Jinsi wewe umesema mwenyewe. Na ni hayo tu kwenye ukurasa wa kwanza wa gazeti la kwangu hapa, gazeti la The Standard. Katika ukurasa huu wa pili kuna hawa wanasiasa nchini Kenya wamekuwa wakisema kwamba ama wakirushiana cheche samaneno, wakisema kwamba kuna njama ambayo imepangwa ili kuahirisha uchaguzi wa mwaka wa 2022. Kumbuka kwamba kulingana na katiba ya nchi ya Kenya, uchaguzi wa mwaka wa uchaguzi unafaa kufanywa kila baada ya miaka 5. Wanasema kwamba Jumanne ya mwezi wa Agosti, Jumanne ya pili ya mwezi wa Agosti kila baada ya miaka 5 uchaguzi mkuu unafaa kufanywa nchini Kenya. Sasa kuna baadhi ya viongozi ambao wamekuwa wakisema kwamba kuna njama ambayo imepangwa na serikali ili kuweza kuahirisha uchaguzi huo. Kumbuka kwamba aliyekuwa waziri wa kilimo Mwangi Kiunjuri alisema hayo jana, na pia kuna mmoja ambaye ni katibu wa chama cha KANU pia naye alikuwa amesema jana kwamba kuna njama ambayo imepangwa ili kuahirisha na kupa ripoti ya maridhiano ya BBI muda ili iweze kufanyika. Ikumbuke kwamba mwaka huu wa bajeti IBC, tume huru ya uchaguzi IBC, iliongezwa fedha zaidi. Sijui kama walitenga zingine kwa referendum. Najua haikuwa quoted, manake najua hii Kenya wanajua vile wanacheza kivyao. Huo ni ukurasa wa pili. Wanasema kwamba Mudavadi ambaye ni kinara wa chama cha ANC Amani National Congress amesema kwamba kamwe hawezi ungana na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga kwa njia yoyote, kwa sababu wanasema kwamba Raila haaminiki. Kumbuke kwamba hii ni baada ya kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na kinara wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga kukutana katika mazishi aliyekuwa mbunge wa zamani wa Kibwezi Kalembe Ndile, na wakaweza kusema kwamba watafufua muungano wa NASA. Sasa sijui Mudavadi amesema kwamba yeye hata kuwa miongoni mwa wale ambao watafufua muungano huo wa NASA kwa sababu Raila haaminiki. Huo ni ukurasa huu wa pili, huku wakisema kwamba tume ya taifa ya uwiano na utangamano ya NCIC imesema kwamba wale ambao watakuwa wanatumia mitandao kwa akaunti feki ili kueneza chuki miongoni mwa Wakenya wataadhibiwa kulingana na sheria. Katika ukurasa huu wa 3 wanasema kwamba Gavana Joe kwenye njia panda. Kumbuka kwamba kuna baadhi ya wabunge kutoka kaunti ya Mombasa ambao wamechitoza kuwania ugavana
kupitia chama cha ODM. Sasa kuna huyu mwanasiasa shubafu ambaye pia ni mfanyabiashara anaitwa kama Suleiman Shabal, amechitoza na kuingia katika chama cha ODM. Kumbuke kwamba kuna yule mbunge wa Mvita Nasil ambaye pia anamezea kiti hicho mate. Kuna wabunge wengine ambao ni wandani wa Joe, pia ni wanachama wa ODM ambao wanamezea kiti hicho cha ugavana katika kaunti hiyo ya Mombasa. Kumbuka kwamba Joe ni wakati wake wa mwisho wa kuhudumu kama gavana katika kaunti hiyo ya Mombasa. Tukirejea tutaangazia habari kutoka kaunti mbalimbali. Na pengine ningeomba tukimbie madukani kidogo tu, halafu nitarejea ukurasa wa pili nikueleze kama kawaida historia katika gazeti la The Standard. Kumancho matagarari samarieta nguru kusaro nchangu igontegrate radio station ekorukwa bagusi Global Radio asenge ncho yobasemia inde tonyaka batogo serio botaka seitogusi na inche kurwali kero kanguru kweli asmabiria ni gontegrate omugusi Global Radio na abagusi no mugusi etabauti gakinero nche monon kojeroka abagusi Global Radio mbuya mona sega siengia to kwanyarane to serio botaka gusi yeito yali konyarekana gaki timotiga momente mbuya mono sana. Okay, abantu baminto iga ngontegerete abagusi Global Radio. Ntutwensiga iga turageramo chingeni no chire chinsaga omotere linagu byonse asobwamo ndoruara ndobwena kero kiombura twaruara kero kiomuna kera twensi tutochamo gaiga ase abagusi Global Radio ambia mono. Okay, motegerete abagusi Global Radio abantu baminto moruara corona nebo kara America inju boka sanitizer ekorusie binyinyi byonsi pinta kobise koruabu ntobwa to morobo go sambo bokima nesuguma tori obokimekeni karibu. Emotegerete abagusi Global Radio all the way from Nyacheki. Thank you. Unasikiliza abagusi Global Radio. Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident, gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramizworks, huduma bora kwa bei nafuu. Karibu tena ukurasa wa pili gazeti la kwangu hapa The Standard. Tunaenda kuangazia kama kawaida historia kidogo. Na hapa mbali na ulingo wa siasa, leo tunaenda kuangazia kuhusu Kipchoge Keino ambaye alikuwa ni mwanariadha ambaye pamoja na wengine waeleza kuleta umaarufu nchini Kenya. Ukiangalia picha kwenye ukurasa wa pili utapata kuna Keino pale amepigwa picha na askari pale. Hapa ilikuwa ni Mexico mwaka wa 1968 wakati walienda kufanya hayo mashindano ili kuleta ule umaarufu ambao ulikuja nchini Kenya. Ingawaje Keino alikuwa na shida kidogo, alikuwa na ugonjwa. Keino yupo ama ni hadithi? Yupo hai na maisha yupo hai. Na msijajua historia yake pengine. Mimi msikia nasikianga kidogo. Lakini yupo hai na. Unajua yupo hai ama unasema? Najua. Hujui story yote kuhusu Kipchoge Keino. Nasikia tu Kipchoge Keino. Unajua
unanipima. Naam, ndo hiyo alikuwa na shida ya abdominal pain. Unajua kukimbia na ukiwa na shida huko inakuwa kidogo ni ngumu, lakini aliweza kujikaza. Kulikuwa na shindano la mita 10,000 ambalo aliweza kuibuka nambari ya pili baada ya aliyekuwa anaitwa nani yule, alikuwa anaitwa Mohamed Gamoud wa Tunisia, ambaye aliibuka wa kwanza na alimzidi tu kwa sekunde 0.2. Kunradhi, 0.2. Alimzidi tu kwa 0.2. Hizo ni sekunde. Akaweza kuchukua nambari ya pili na vile vile kuchukua medali ya fedha. Kuna shindano lingine lilikuwa la mita 1,500 ambalo aliibuka mshindi mbele ya Jim Rion ambaye alikuwa wa United States of America. Kwa hayo yote aliweza kuletea Kenya umaarufu zaidi pamoja na wengine. Ikumbukwe pia wakati huo walikuwa wameenda kikundi ama timu ya watu 39 ambapo ilikuwa na wanariadha 18, vile vile kulikuwa na mabondi ama boxers ambao walikuwa 4, alafu kulikuwa na shooters wale wa kurusha mishale, vile vile kulikuwa na men's hockey team ambayo ilikuwa kikundi cha watu 14. Wote pamoja walikuwa watu 39 na vile vile imezidi tu. Mmeangalia jinsi baada ya mwaka 1968 baadaye mnaona jinsi Kenya imeendelea kupata umaarufu kutokana na wanariadha vile vile ambao wanawakilisha Kenya vyema zaidi. Kurasa watatu hadithi kama hizo, kuna yule ambaye anaziweza zaidi. Kuna kinara wa chama cha ODM. Najua wakienda katika hafla yote tu ya kitaifa, iwe ni masishi kama pale wakati walikuwa karibu masishi ya Kalembe Ndili. Sijui kama yeye anatengewa muda wake wa kupeana hadithi hizo ama huwa anasisoma ama wanatoanga wapi. Najua akianza kupeana hadithi utazizimuka tu. Mwanzo kila mtu ana njia yake ya kutoa hotuba yake. Viongozi wetu wa Kenya karibu wote ukiwatazama vizuri utagundua kuna ule kuna hotuba kamili yenye ukiona tu imetoa, hata ikiandikwa tunajua hii ni ya Raila Odinga. Hii hapa hii ni ya naibu wa rais. Kinara wa chama cha ODM akiingia katika hafla yote anaanzia pale mwanzo nyuma na hadithi na vitendawili vile vile. Asante sana. Ukurasa wa 3 hapa ndo nakuletea story moja ambayo sijui hii taarifa pengine ingekuwa wewe ungefanyaje. Manake hapa kuna mwanamke mmoja ambaye kidogo miaka 6 iliyopita alikuwa na uhusiano na workmate ama mmoja ambaye alikuwa anafanya kazi pamoja. Na kutokana na ujumbe ambao umetolewa na mwanamume huyo ambao hawakutaja majina, pengine wajua hawa ni watu wanafanya kazi pale the Kenya Bureau of Standards, kwa hivyo pengine hawakutaka publicity, kwa hivyo majina yao yameweza kufichwa kidogo. Kwa hivyo huyu mwanamke na huyo workmate ambaye wanafanya kazi na yeye, kutokana na uhusiano, mwanamume huyo anasema bado kwanza walipata mtoto mmoja. Na baadaye huyu mwanamke akaja akaoleka. Alipooleka sasa aliingia ndoa yake pamoja na ule mtoto. Unaona? Kwa hivyo sasa huyu mwanaume anasema kidogo anataka pia kugharamia mahitaji ya ule mtoto. Anataka kukuwa responsible kama baba mtoto. Aliingia akiwa na ujauzito ama aliingia na hawajasema bado. Wasema kwamba aliingia kwenye ndoa baadaye na yule mtoto, lakini sasa baba mtoto huyo sasa hatujajua ukweli, lakini anasema ndiye baba mtoto. Anasema kwamba pia anataka awe na ajukumike, akuwe na jukumu la kulinda mtoto, manake yeye ni baba mtoto. Wengine ni wazuri, roho safi. Analazimisha ajukumike. Naam, ingekuwa wewe ungeshatoroka kitambo sana. Si amesha sana mzazi wangu na shida. Kwa hivyo mwanamke huyu yeye amesema mimi najua baba mtoto ni huyu bwanangu ambaye tunaishi na yeye, ndiye aliyenipa mimba hii. Kwa hivyo yule kidogo anasema wametana mpaka certificate, kumbe walikuwa na certificates. Vile mtoto alizaliwa, ule mtoto ana jina la yule babake, na vile vile mwanamke huyu akona certificate nyingine ambayo ina jina ya huyu mwanaume anaishi naye mwenyewe muoa sasa. Ingawa mkiwa kwa kampuni mnafanya kazi pamoja, why should you date your workmate? Achia hapo. Sasa baadaye ndo hapa wanasema kidogo wanataka waende fanywe DNA test ili pengine waweze gundua nani baba mtoto halisi. Lakini mwanamke amekataa. Amesema kidogo haiwezi, manake mimi najua sitaki kuharibu jina la mtoto wangu, mimi najua babake ni nani. Mwanamke ndiye anajua tu. Mwanaume ajitoe tu. Lakini DNA ndio itajua zaidi, manake hiyo ndio italeta ukweli. Nani atagharamia hiyo DNA?
Kwa sababu mimi ni kweli kama mimi ndio mwanaume, mimi sasa sina. Mwanaume yeye ndiye anadai aifanye DNA so that ajue ukweli. Na akijua basi akigundua mtoto ni wake basi kuna jukumu. Manake the constitution inasema kwamba kila mzazi akona jukumu la kulinda mtoto wake, unaona, na kujukumika. Na si mwanamke amwambie yule mtoto wake ajukumike tu. Kama shida yake ni kujukumika. Unajua pengine mwanamke anaona kweli italeta shida kidogo na unajua pengine hata mimi nipate ndio huyu mwanamke pengine nilimua akiwa na mimba na sikuwa najua, ameniambia mimba ni ya kwako, unaona, kisha kidogo na ninapata video ndio anakuja mimba ni yangu, ndio DNA test ndio sana italeta issues kwenye familia yangu. Kwa hivyo kutokana na hakimu mkuu ambaye anaitwa George Odunga alisema kidogo DNA lazima itafanywa ili iweze kubaini baba mtoto ni nani, na pengine ikiwa yule ndiye baba mtoto atajukumika, ikiwa si baba mtoto basi atajipa shughuli. Kenya hii kuna wakati wazuri. Katika ukurasa wa 4 ni habari za county pale ambapo wanasema kwamba katika kaunti ya Bungoma wanasema kwamba Wangamati ambaye ni gavana wa kaunti hiyo anasema kwamba na madiwani wanatarajiwa kukwaruzana mbele ya seneti hivi leo, huku wasema kwamba Nairobi Metro Services wanasema kwamba kutenga wadi kwa ajili ya wanabodaboda. Katika Eldoret tunasema kwamba NSSF ya washtaki waajiri waliobania pesa za ufanyikazi. Siaya County wanasema kwamba amri ya Rasanga yazuia Raila na nduguye Oburu kufika masishini. Huku katika kaunti ya Mombasa wanasema kwamba waendeshaji tuktuk walalamikia ada ya shilingi 1000 ya usalama. Huku katika kaunti ya Kilifi wanasema kwamba kisa cha mjamzito aliyepoteza mtoto mchanga kuchunguzwa, huku wanasema kwamba daktari katika hospitali hii walikuwa wamezembea. Rabai wanasema kwamba Magoha akujibu swali bungeni kuhusu agizo la shule kufukuza wanafunzi wenye deni la karo. Jambo hilo limeibua hisia nchini. Najua aliweza kuamuru kwamba wale walimu wakuu katika vyuo mbalimbali waweze kuwafukuza wanafunzi ambao hawajalipa karo yote. Na waliweza kufukuzwa. Sasa hivyo kama una mtoto pale shuleni kama bado hajaklia fee, mtarajie pale nyumbani. Nikumbuke kwamba alikuwa ashaagiza hapo awali kwamba mwalimu mkuu asithubutu kumfukuza mwanafunzi nyumbani. Sijui anabadilika tena. Unajua ubaya wa Magoha ni ule kwamba yeye unakumbuka wakati wa COVID-19 shule kufunguliwa. Leo anasema kuna uwezekano mwezi ujao shule zitafunguliwa. Tena kikao kingine anazungumza na habari anamwambia hakuna uwezekano kabisa, hii inaenda mwaka ujao. Ana msimamo. Katika ukurasa huu wa 4 katika kaunti ya Nakuru anasema kwamba kampuni ya NMG kuwafaa wenye matatizo ya macho, kwa kusema kwamba Nzoia wataka bodi mpya ya Nzoia Sugar kubuniwa. Huu ni ukurasa wa 4. Katika ukurasa wa 5 ni hamna taarifa. Ukurasa wa 6 jaribio la KCB na jaribio la KCB pia ukurasa huu wa 7. Na moja kwa moja ukurasa wa 6 tutaangazia mlengo wa NASA, muungano wa NASA, ambapo tunaona kwamba kidogo itakuwa vigumu, pengine itakuwa vigumu kufufua ule muungano uliokuwa baina ya wananasa. Kinara ODM Raila Odinga, kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, Mudavadi wa ANC, pamoja na yule wa Ford Kenya ambaye ni Wetangula Moses. Kidogo italeta shida kutokana na mazishi ya Kalembe Ndile ambaye alikuwa mbunge wa Kibwezi, tusema aliyekuwa mbunge wa Kibwezi Kalembe Ndile pale Mbuinzau. Pengine kidogo mambo kama hayo yaliibuka. Kinara wa ODM Raila Odinga akasema hawezi muacha Kalonzo Musyoka, manake wametoka mbali na yeye. Vile vile Kalonzo Musyoka vile alionyesha ule kukuja pamoja, vile vile anasema kwamba umoja ni kitu cha maana zaidi, ingawaje kidogo waliweza kuseparate. Lakini kidogo baadaye hapo jana tuliona ANC leader ambaye ni Musalia Mudavadi aliweza kusema kidogo hii kuungana imeonyesha watu kwamba yeye hawezi jifanyia maamuzi na vile vile hawezi jitegemea na pengine kuongoza chama chake kunyakua uongozi. Kwa hivyo akasema kidogo yeye mwenyewe ataenda kujisimamia na ataenda kufanya nini? Kuuliza kura za mwaka 2022. Kwa hivyo yeye amejitoa kidogo akiwa peke yake. Wania urais 2022. Naam. Vile vile kutokana na seneta wa kaunti
kaunti ya Kakamega ambaye ni Cleophas Malala. Tunajua kwamba yeye ni mbunge wa Kunradhi, yeye ni kiongozi wa karibu zaidi na Mudavadi. Vile vile alisema basi wanaweza ungana na NASA, wanaweza ingia NASA kama ANC, lakini ikiwa Raila hawezi uliza ama hawezi kuwa the king huko kwetu, yeye ndiye anaenda kuulizia kura za mwaka 2022. Naam, kwa hivyo inaonyesha kwamba kidogo inaweza kuwa vigumu zaidi kuregesha ule umoja ambao ulikuwa pale. Na kidogo unajua tukiangazia kidogo tu tunajua kwamba Raila ile handshake iliweza kuingia pale akasahau wale wenzake kidogo. Lakini na wao unajua alijikumbuka wenyewe wakaunda Oka. Ndio nakwambia hiyo ni baadaye. Ni sasa hivi unajua tangia mwaka wa 2018 pale March. Ile truce ilipoanza kidogo unajua aliwatenga. Ni kama niko na wewe tunatembea na wewe tunatembea milima na mabonde kidogo, nikiingia nikiona kuna chakula kuna msosi mahali na jitoki kidogo tunaenda kukula pale. Unajua huwezi kuwafananisha wale viongozi wengine wa siasa kama Wetangula. Huwezi kumfananisha na chama na Raila Amolo Odinga. Naam. Raila ana ufuasi mkubwa. Ndio hivyo. Huwezi mfananisha, lakini unajua maana walikuwa wanafanya kazi pamoja. Walikuwa na campaign pamoja. Ikiwa huyu amepata tonge kidogo angeenda pale warushe matonge huko akiwa huko juu yeye akiwa kwenye kile kiti chake tu cha enzi amekaa pale. Utajuaje yako wamekuwa wakicomplain by the way. Wamekuwa kilalama baada ya siku kila siku akisema kwamba kidogo alienda akawasahau. Unaona? Ndio maana walikuja na ule muungano wao akasema kidogo maana yake waliweza kutupiliwa mbali pengine waanze ule muungano wao mwingine ambao unaitwa Oka. Oka ni One Kenya Alliance. Unajua ule muungano kuna yule ambaye ni chairman wa ni mwandishi katika nitaitaje yule ambaye ni secretary wa chama cha KANU. Alikuwa amesema kwamba ule muungano wa One Kenya Alliance ulikuwa muungano ambao ulisababishwa na BBI. Kama hakuna BBI ule muungano pia haupo. Kwa sababu ule muungano ulikuwa umebuniwa ndipoza hizi viti vingine unajua kuna viti ambavyo vitabuniwa. Vikibuniwa viongozi wengine wapate at least nafasi pale. Lakini kama hamna BBI hamna One Kenya Alliance. Na sijui kama hamna BBI Raila baada atakuwa kwenye ulingo. Nadhani anaweza sema kwa nini hayupo kweli. Unajua kuna kiongozi viongozi hao wenyewe walikuwa wameweka karatasi zao akina Joho wa Paranya waliweza kusema kwamba watamsupport Raila. Walisema hivyo. Hivi sasa ni Raila tu. Unajua vile vile kulikuwa na wave ambapo walisema kwamba kidogo anaitwa nani Mohamed Ali Ali anaitwa huyu gavana wa Mombasa nani Joho Hassan Joho kidogo alikuwa ameanza kujitoa kidogo kutoka kwa chama cha ODM kwanza watengeneze chama chao cha Wapwani. Ilikuwa tu ni njama. Unajua viongozi wengine hawezi taka Wapwani watengeze chama chao. Naam, lakini kama ulisoma hapo kwamba kuna huyu anaitwa Suleiman ambaye alikuwa mpinzani wake Joho sasa hivi amesha decamp Jubilee akaingia ODM na vile vile anadhamiria kuchukua ile nafasi Joho alikuwa amesimamia naona. Kwa hivyo kidogo unajua siasa tu. Lakini Joho pia sindo wake umekwisha. Na vile vile tukumbuke vile vile kuwa Kalonzo kawaida kuna jina aliambiwa yeye ni Wetangula tu anaangalia pale ambapo kuna tonge kidogo ndo anajibania. Lakini ukikumbuka vizuri hata BBI unajua Kalonzo alikuwa anasema kidogo sasa hii BBI ndio imekuja sasa hii haya ndio maisha. Walipoona kidogo wale majaji wamesema hapana this thing is null and void. Ni jana wamesema kwamba wamesema jana kwamba wana matumaini kwa sababu wana matumaini hata fedha zishapeanwa. Naam, wana matumaini lakini swala hili nilikuwa naangazia tu Kalonzo. Unajua alikuwa anasema kwamba BBI ndio maisha. Walipoona kidogo BBI imefika kikomo akageuka tena akasema kidogo unajua sasa hii BBI ikiwa majaji wamesema ni hivyo sasa tufuate tu. Hii kitu nilikuwa naona. Na hayo ni katika ukurasa huo wa 6. Vile vile ukurasa huo tuna anayeitwa aliyekuwa waziri wa kilimo anaitwa Mwangi Kiunjuri amesema kidogo kuna wale wanasiasa wanaodhamiria kwamba waweze kusogesha mbele uchaguzi wa mwaka 2022. Amesema kwamba ni hatia manake katiba ya Kenya hairuhusu hivyo. Kwa hivyo anasema kwamba watu wawe macho. Kuna wale ambao ni wale viongozi ambao wako na ubinafsi ambao wanajitakia wenyewe na pengine wanataka kusogesha uchaguzi mbele ya mwaka 2022. Ukurasa wa 6 hapa tunaona kwamba kuna wale wanafunzi
wanafunzi wa grade 6 wataenda kupatiwa vitabu, textbooks, na serikali ishatenga bilioni 1.2 ili waweze kupatiwa hizo textbooks. Hayo ni katika ukurasa wa 6 na 7. Before tuingie katika barua, kuna dondoo ambayo ningependa niweze kuisoma kidogo. Kuna mjamaa mmoja ningependa nisome tu yale ambayo alikuwa anapitia. Wanasema hivi. Kuna kalameni moja wa hapa aliamua kuacha kazi siku chache baada ya kuajiriwa, akidai mke wa bosi alikuwa akimtia majaribuni. Hayo mambo yamekuwa yakitendeka katika sehemu mbalimbali. Nasema kwamba jamaa huyu alikuwa amepewa kazi kama mpishi kwenye boma la tajiri mmoja, lakini akadai mke wa mdosi alianza kumpa majukumu ya kumsafishia chumba chake cha kulala. Kisha baadaye alidai mama huyu alianza kumteza kwa kuvalia nguo fupi fupi, na akashuku alikuwa anamtega na kumteka kimapenzi. Mdaku anaarifu kuwa jamaa alijaribu kujizuia hisia, lakini mama huyo akazidi kufuruga akili yake. Mwishowe jamaa alichukua nguo zake na kuhepa kutoka kwenye boma hilo kuepuka alichodai kutiwa majaribuni na mama huyo. Ningekuwa niwe ungefanyaje? Venye alifanya tu. Venye alifanya tu. Ni sawa. Ingekuwa ungefanyaje? Swali kwako. Venye alifanya tu. Ingefanya tu venye alifanya tu. Katika ukurasa huu wa 10 ni barua. Kama kawaida ukurasa wa 10 katika gazeti la Taifa Leo ni barua. Hizi ni barua ambazo zimeandikwa na Wakenya tofauti tofauti ili ziweze kuangaziwa na aidha serikali au kampuni tofauti. Huyu mmoja anasema kwamba magavana wa sasa wapewe nafasi ya kumaliza miradi yao ya maendeleo. Ni barua ya kwanza. Ya pili anasema kwamba vijana watumie talaka kujiinua. Huyu mwingine anasema kwamba serikali ikumbuke ahadi zake kuhusu afya ya akina mama. Huyu anasema kwamba tuna vijana wengi walio na vipawa vya kusakata soka. Balala awanie useneta. Anasema kwamba Balala alienda wapi? Nani? Yupo Balala Najib. Yupo katika wizara ya utalii. Naam. Utalii anasema kwamba hata useneta sasa. Wanasema kwa ni mmoja tu anasema kwamba awanie tu seneta. Ndio akipotea tu. Wanafunzi wachukue vyeti. Hizo ni baadhi ya barua ambazo zimeandikwa katika ukurasa huu wa 10, huku akisema kwamba rais wa Marekani Joe Biden ametangaza hatua ya kutumia vikosi maalum vya wanajeshi nchini Kenya kusaidia kupigana na magaidi wa Al-Shabaab ambao wamekuwa wakitekeleza mashambulizi ya mara kwa mara katika maeneo ya kaskazini mashariki na pwani. Je, unafikiria hatua hiyo hatimaye itaangamiza mashambulizi ya kigaidi nchini? Hayo ni baadhi ya maoni ambayo wamepeana huku wakisema kwamba kinara wa chama cha National Congress ama National Congress Musalia Mudavadi ameshikilia kuwa atajiunga tena na muungano wa NASA, huku akisema kuwa kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga si mwaminifu. Ni nini maoni yako kuhusiana na msimamo huo wa bwana Mudavadi? Unadhani mwelekeo wa kisiasa wake upoje? Hayo ni baadhi ya maoni au barua ambazo zimeandikwa katika ukurasa huu wa 10. Katika ukurasa wa 11 ni dimba pale ambapo wanasema kwamba Sergio Des ni beki wa kupanda na kushuka mchanjaji crossi hatali uwanjani. Naona Sergio Dek ndio ambaye ameangaziwa katika ukurasa huu wa 11. Na moja kwa moja ukurasa wa 8, manake sijaona mengine hapa ukurasa wa 8 hapa tunaangalia chama cha Jubilee. Wanasema Uhuru hands off. Jubilee MPs are now on their own. Kwamba wabunge wa chama cha Jubilee sasa hivi wajisimamia, manake chama cha Jubilee kinavunjika sasa. Kitu katika kinavunjika, manake tunaona hapa nitanukuu yale ambaye Anne Waiguru amesema. Amesema kwamba ambaye ni gavana wa Kirinyaga, nitasoma. Amesema the rains have beaten us. Our fortunes are dwindling. Intense introspection is demanded. We must be willing to step off our comfort zones and embrace new ways of thinking and doing.
Unajua kwamba miaka 10 sasa iliyopita Jubilee ndio ilikuwa inaongoza. Vile vile kwa membership tuliangazia hayo kwa vyama mbalimbali na the kind of membership they got. Alafu tukagundua kwamba Jubilee ndio bado ilikuwa inaongoza na wafuasi wengi zaidi. Lakini hayo kidogo tunaona kwamba yamebadilika kidogo. Manake sasa hivi tunaona kwamba chama kinaendelea kuvunjika. Tuna Murathe kuna alisema kwamba yeye sasa hataki uongozi tena wa chama hicho. Alisema kwamba yeye kazi yake ilikuwa kuwatimua wale ambao kidogo walikuwa naleta hisia tofauti na anasema acha nisome tu. Anasema our job was to push those who do not believe in the dream of the party. I'm happy that they found a new house called UDA. Our work is done. I'm now not interested in any position. Huyu amesema kwamba hataki tena uongozi wa chama hicho, manake yeye alikuwa na dhamira moja tu, ili kuwatimua wale ambao walikuwa na hisia tofauti na zile ambao zilikuwa zinapeanwa ambazo zilikuwa zimewekwa kando na chama cha Jubilee. Lakini sasa amesema hahitaji tena. Unajua inaonyesha kwamba kidogo kuna war, kuna vita ndani ya Jubilee. Na moja kwa moja tuingie ukurasa wa 11 hamna 12. Hapa ndo kisa kingine kinanifresha sana. Nataka kuuliza swali kabla ni aseme haya. Pengine ulikuwa usiku, simu yako imeibiwa, hauna simu. Umeshikwa na askari, wamekuweka ndani. Ilikuwa Ijumaa, imebidi umelala ndani weekendi. Jumatatu ndio umepelekwa kotini, umepigwa fine ya 10,000 ama ulale ndani miezi 2. Hauna lolote, hauna simu, kumbuki simu mtu yote tu, imebidi kwamba umelazwa, umewekwa jela kwa miezi 10. Kurudi nyumbani miezi 10 na gundua ndio siku hiyo tu mazishi yako yalikuwa nyumbani. Walikuwa wamebeba mwili, wamekutafuta umekosa, wakapata mwili huko njiani, huyu anaweza kuwa mtoto wetu. Wakaenda kuzika. Utafanyaje? Si utawaambia mimi nipo. Tawahadithia yale ambayo yamekuwa yakitokea. Na ukumbuke, unajua watu hawatataka kukufika karibu. Watajua wewe ni wewe ni mizuka naam. Watajua wewe ni ghost. Maana hawatataka kukufika karibu. Kwa hivyo hiki ni kisa kimoja hapa kidogo, sijui niseme ni cha kufurahisha, ni cha kusikitisha, pale East Kamagambo, Rongo, Migori County, ambapo kidogo kuna jamaa mmoja ambaye aliweza kushikwa kwa road, alikuwa akikiuka zile sheria za traffic, akaweza kushikwa na kutiwa ndani. Ilikuwa usiku, kwa hivyo huyu jamaa ambaye anaitwa Fred Ochieng aliweza kufungwa, hakuwa na simu, hakuwa na nambari ya mtu wao, kwa hivyo akahukumiwa shilingi 10,000, lakini hakuwa na hizo fine. Kwa hivyo ikabidi kwamba aingie jela. Na alipomaliza hiyo term yake, hiyo ilikuwa jana, akarudi nyumbani kwao. Kabla afike nyumbani kwao akakutana na mtu mwingine, akamwambia, wewe si huku nyumbani mazishi yako inaendelea bana. Huku walipata mwili ulikuwa umetupwa ndani ya miwa, wakadhani ni wewe, ndio sasa wanazika. Haya, jamaa kaenda. Sasa kufika karibu na nyumbani, watu wanamuona, wanatoka mbio, maana wanaona hii ni ghost. Kufika nyumbani ilichukua muda ili familia kuamini kwamba ni yeye. Unaona? Sijui ilikuwaje baadaye, hawajasema ilikuwaje. Hii kawaida kuna zile imani za tusema imani za kila jamii watafanya, pengine wafanye hizo cleansing and stuff. Kwa hivyo hiyo ni story utaipata kwenye ukurasa huo wa 12. Katika ukurasa wa 12 ni Dimba tu, ukurasa wa 13 ni Dimba tu, pale ambapo wanasema kwamba Manchester City kukatalia kiungo mahiri Fernandinho. Huu ni ukurasa wa 13, pale ambapo wanasema kwamba Juventus sasa wajitokeza kuwania Kane. Vadri ndiye anayepata ujira wa juu zaidi. Leicester City anaangazia hayo, anasema kwamba historia yake inaangaziwa huko, akisema kwamba ukwazi, magari ambayo yupo naye, familia, majengo, biashara. Huyo anamwangazia Vadri ndiye ambaye anapata ujira mkubwa zaidi katika timu hiyo ya Leicester City. Katika ukurasa huu wa 13 wanasema kwamba klabu ya Dortmund yasitisha bei ya Sancho kwa shilingi bilioni 7
7 huku ukurasa wa 14 ni dimba tu. Wanasema kwamba Pwani yachitoweka tayari kwa soka ya ufukweni. Wanasema kwamba ndio mengeso katika ukurasa huu, wakisema kwamba Gor Mahia akupeleka udhi wa mashemeji finali kali ya Betway. Kumbuka kwamba kombe la Betway lipo linaendelea, huku wakisema kwamba wana kriketi wafanya mambo kuibuka T20. Huku katika kaunti ya Nairobi wanasema kwamba Fipuza Kenya wayumba kombe la Afrika katika mpira wa handball. Huku wakisema kwamba Mathare United, Save Ladies na Oserian za teremshwa ligi kuu ya wanawake. Wanasema kwamba Ombachi kuita kikosini Shujaa kwa Los Angeles Sevens. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa nyuma katika habari za dimba. Wanasema kwamba FC Gor kupeleka ubi wa mashemeji finali ya Betway. Argentina kufufua uhasama leo dhidi ya majirani Chile dimba la Copa America. Hayo tu ndio yameangaziwa katika gazeti hili zima la Taifa Leo. Naam, kurasa wa 15 hapa tunaangazia walimu kidogo. Wanasema teachers new demand to the state over ongoing CBA negotiations. Kidogo inaonyesha kwamba wasipoelewana pengine haya hayatafanyika, pengine wataenda kwa mgomo. I'll read yale ambayo Kuppet Secretary General Akelo Misori amesema. Anasema kwamba teachers are expecting nothing short of a salary increment to cushion them against economic hardship and increased workload under the CBC. Kwa hivyo kidogo kuna yale maongezi yanaendelea, na wanasema kidogo hawahitaji lolote chini ya kuongezwa mshahara. Vile vile mwisho acha niangazie maoni. Tunajua vyuo vikuu vimekuwa vikiongeza hela. Ukiangazia ada ya masomo pengine mwaka wa karo tuseme mwaka wa 2016 2014 pale 2012 haijafanana. Hadi sasa hivi mwaka wa 2021 karo imezidi kuongeza kila uchao, na sasa hivi kutokana na yale alisema kwamba pengine kuna uwezekano kwamba vyuo vikuu viweze kuongeza karo. Wajua, for example, kuna kozi yenye ilikuwa unalipa 28,000 mwaka mmoja. Hiyo ni mwaka tuseme wa 2014. 2016 haya kaongezwa ikafika 38. 2020 hapo mwaka jana yakaongezwa vile vile ikafika around 40 something. Kwa hivyo ikiongezwa sasa hivi pengine mwaka moja mtu atalipa karo ya 60,000 na zaidi. Sijui. Hivyo imezua mijadala mbalimbali. Kuna maoni anuai ambayo yametolewa. Kuna wale wanauliza itakuwaje? Ni vizuri vyuo vikuu viongeze the school fees ama itakuwaje? Kuna wale wanasema kwamba ni vizuri iongezwe, manake kuna mambo mengi yanafanyika pale kwenye vyuo vikuu ambayo yanahitaji hela. Vile vile kuna unapata kuna vyuo vikuu viko na mashamba makubwa zaidi lakini hawajajenga. Vile vile ukiangalia yale majengo pengine yanataka kufanywa renovations. Kwa hivyo wanasema ni vizuri ziongezwe. Na vile vile akasema kwamba hii ikiongezwa serikali itafutie mbinu ambayo itatumia kufanya nini ili iweze kuambia wanafunzi wakitoka pengine ni ile holiday wafanye kazi hivi ili waweze kujilipia hiyo karo. Na vile vile kuna wale wanasema kidogo wazazi sasa hivi wamekuwa burdened enough, kwa hivyo hawastahili kuongezewa pesa ili waweze kulipia wanafunzi wao. Hayo ni katika ukurasa wa 19 na mwisho kwenye gazeti la The Standard. Edwin, unajua hii Kenya ni kama nchi zingine zipo kama Kenya kweli ama Kenya iko tofauti? Kenya ni nchi nzuri zaidi. Unajua kuna vizanga na vituko ambavyo vinafanyika nchini hadi nikiwa nimelala usiku na cheka tu kwa malazi. Kama kipi hicho kisanga kipi? Kuna story ambayo ninayo leo naenda kuiangazia katika mpango mzima wa story yangu. Seri ya Obotaka. Kuna jamaa mmoja ameniambia kwamba ameoa, amekaa katika ndoa kwa miaka kama 3 hivi. Wana mtoto mmoja na bibi yake. Ni majuzi bibi yake aliweza kumvumania kwa nyumba na jirani ambao wanaishi naye kwa plot. Ni wapangaji wa plot. Hadi sasa bibi yake alikuja kuwafumania tu kwa nyumba wakiwa katika tendo. Lakini bibi yake hajaimuuliza. Ni wiki moja imepita. Hajai hata muuliza. Hajai hata muulizia. Hajai. Na wako salama kabisa. Wako salama.
anakula, yani wapo ni kama hakuna jambo ambalo limetokea. Ni kama hamna jambo. Sasa jamaa anashindwa nini inaendelea? Jamaa ana wasiwasi. Yani yeye mwenyewe kuna wasiwasi kwa sababu bibi hajamuulizia jambo na alikuja kwa kufumania tu. Hakuuliza. Yeye akatoka akaenda tu. Alafu akarudi baadaye. Hata amemaliza. Sasa nataka ushauri upi? Sasa si anashindwa nini inaendelea? Afanye nini? Yeye anataka ambiwe nini? At least unajua ukiuliza hawezi niambia bwana huwezi la unajua ikikuwa hivyo kuna mambo mawili hapo. Unajua tumeumbwa tofauti. Kuna yule ambaye anakasirika sana lakini hawezi kuonyesha. Unaweza nikasirisha pengine ikiwa niko kwa hiyo category ama hiyo that caliber, nije nicheke na wewe, nipige story tule pamoja, lakini ndani nahisi vibaya, naona giza ndani yangu nikiongea nayo, unaona. Kwa hivyo siku moja akipata ile nafasi kidogo anaweza tenda kitendo kibaya zaidi. Ya kwanza aweze aweze kufanya nini? Aweze kujitahadhari zaidi. Jambo la pili, yeye mwenyewe anaweza leta hiyo story tu aongelee. Iishe, yani at least ilete tu amwambie bibi yangu, unajua nilifanya makosa. Kuna hizi unajua kwa kawaida tunaekelea shetani sana na pombe. Pengine aseme ni pombe, pengine aseme ni shetani. Unajua mke wako anakujua wakati umelewa na wakati hujalewa. Na mtasema ni shetani sasa. Sasa ekelea shetani. Shetani ndio at least muyaongee. Lakini sasa anasema ni wiki moja tu imeisha. Bibi yake hana shughuli. Hajauliza yule ni jirani, yule mwanamke alikuwa jirani. Hajauliza huyu mwanaume. Wako tu. Vile vile kuna uwezekano vile vile kuwa huyu mwanamke anajua yeye pia anafanyanga huku nje, lakini hajapatikana bado. Hajapatikana, lakini anasema unajua nani okay, hata yeye anafanya hata mimi nafanya, okay fine. Naona kuna uwezekano pia ikuwe hivyo. Mpenzi mtazamaji, hapo ambapo unatutazama, like our Facebook page Abagusi Global Radio, YouTube AJR News, ili tuweze kusemezana. Kumbuka kwamba tunakutana katika mpango mzima wa Zeria Obo Otaka mwendo wa saa 4 hadi saa 7. Jambo hili tutaenda kulizungumzia pale. Hivyo leo kutawaka moto kidogo. Unajua huyu mwanamume ana expect kuna swali anafaa kuulizwa. Ana expect ya gombanisho, lakini sasa aulizi. La kwangu ni Fidel Omo. Kurwa Dallas Fort Worth asense ya Kenya aigano tuko watania Abagusi Bensi ensengima ime na isiko ya Kenya umena amona barali bawo buna Dennis Zadok, Edwin Mukaya, Videlis Omingo Mochoge, Jeremiah Orina Ontiri, Alvazad Nyabuto ime Abagusi Global Radio bwemanye na boyo gwesemya Abagusi Global Radio ekinakyo ekeumbu Kyomogusi Kerokende nore ase county ya Kisii gose chi county chieta naine Nkoligyore amabogani asora nyora bakorari wekerengo keigoro ase rigori rike bono bobatiboyo abuga hotel nero richibu